Mkiona mpaka saa hii sijaongea chochote, ni kumaanisha naridhika. Ukiona mtu ni brand and you can do business together, they know how to network. Ni watu wenye wanafaa wakuzwe, then wakafanywa kama biashara. Na pia ni kivutio vile vile kwa mji wa Malindi. Mtu atakayekuja Malindi, kuna vitu ambavyo watapata tabasamu akiniona. Ushanipata? Walitumwa 2 marketers, 2 sales people to an island yenye watu wana viatu. Mmoja akapiga simu akasema, huku watu hawavai viatu, msitume. Na mwingine akasema, huku watu hawavai viatu, tumeni viatu. Sema tu tunahitaji jitihada na bidii na kujenga network ndo tufike mahali maybe wenzetu wa. Yo, mambo vipi mtazamaji wetu wa Midzi TV? Hii leo nimeweza kupatana na maselebo wawili wakubwa hapa mjini. Tumeweza kutafuta kwa siku nyingi sana, lakini leo tumeweza kuwatembelea. Nazungumzia Young Jita, ukipenda jamani anajiita Mr. Malindi, yani mwenye huu mji wa Malindi kabisa. Ataongea tu, atajiintroduce mwenyewe kwa kifupi. Yo, what's up everybody out there? Showboy kama kawaida mnanijua, Mr. Malindi. Ushasema mwanangu. Mwenye mji, mtu na jiji lake. Alafu kwa upande huu mwingine niko na manager wake pia, labda ataongea kitu. Mambo vipi? Manager unajua semangi mambo mingi, lakini naitwa manager Sanya ama baba ukweli. Yeah. Au sio? So nitaanza na Young Jita. Unajua ukijita Mr. Malindi ndugu yangu, huoni kwamba umejilimit, labda umejifungia kwamba wewe unatambulikana tu mji wa Malindi. Unajua kuna wasanii wengi wanasema wataki kutambulikana kama coast artist, lakini ukijita Mr. Malindi, huoni kwamba unajilimit within a specific area? Mimi sijajilimit kitu ya kwanza. Na kitu pia nataka waelewe, watu wasichukulie negative, wasifikirie negative way. Wachukulie kwamba mimi nimezaliwa Malindi na naiwakilisha Malindi popote nitakapokwenda. Na pia ni kivutio vile vile kwa mji wa Malindi. Mtu atakayekuja Malindi, kuna vitu ambavyo watapata tabasamu akiniona. Ushanipata? So watu wasifikirie kwamba eti ukijiita maybe eti Mr. Malindi basi umejilimit kwamba watu wengine wakujui. Watu wanaweza kujua kila mahali, lakini wanajua wewe unatoka wapi? Inatoka Malindi. Malindi. Hiyo ndo lengo letu na ndo aim yetu kama management nzima ya Mr. Malindi, kwamba tunataka tuipeleke Malindi kwa national level. Kwa hivyo kujiita Mr. Malindi, yani nikambe unataka kukuza jina la mji wa Malindi. La mji wa Malindi. Yeah. Sawa. Na Sanya amezungumza Njita, amesema kwamba lengo lenu ni kuuza mji wa Malindi. Je, Mr. Malindi ni artist ama je ni music label ama je ni brand? Zungumzia kusudi. Mr. Malindi ni ile umbrella yenye inafanya biashara ya Young Jita kama artist. Young Jita ni MC, Young Jita ni msanii wa mziki, Young Jita ni host wa biashara mbalimbali. So ile yote ukiweka pamoja ndio inaleta mtoto Mr. Malindi. Mr. Malindi anaweza fika mahali akafanya biashara ya mziki, anaweza fika mahali akafanya biashara ya MC, anaweza fika mahali akafanya biashara kama host. Yeah. Tukisalia hapo in terms of biashara, umeanza na msanii mmoja. Je, kuna msanii mwingine labda utakuwa unaleta on board? Maana umezungumzia biashara nyingi hapo ndani. Kuna endorsement hapo ndani, kuna advert. Je, kuna msanii mwingine labda utasign? Hizo process ziko, but tunataka kwanza Mr. Malindi mwenyewe yeye ikifika time anaona anaweza support a few artists atafanya hivyo, but kuna things zenye tutakuwa tukileta on board zenye zitakuwa zikikuza jina ya wasanii wengine, but not necessarily kuwa sign, but kuwapatia jina pia waweze kujitegemea. Yeah. Naam. Mziki, biashara, endorsement. Ndugu yangu, unafeel aje kukuwa signed ama kukuwa kaza brand ama kuwa katika hii biashara ya Mr. Malindi? Unasikiaje? Unajua si wasanii wengi ambao uko kwa madili nyingi kama hizo. Unasikiaje? Mimi kitu nasikia kwamba ama na feel kwamba ile juhudi zangu nilizozitengeneza kwa muda mwingi zimeanza pia kuzaa matunda, na nikumaanisha kwamba Mungu yuko na mimi, na nikumaanisha niko on the right direction ya kuelekea katika maisha. So hicho ndo tunaweza sema na feel right now. Kuona watu wananitambua na kuona matajiri wananiamini, hiyo ni tabasamu kibao. Tabasamu kibao. Kwa ufahamu wangu Njita, najua kwamba msanii akiwa kwa music label ama akiwa kwa biashara kama ama brand, kuna kiwango fulani, kuna mambo fulani wanatimiziwa, analipwa, anafanya nini, anafanya. Je, unatimiziwa?
Mimi sina mengi ya kusema kwa upande huo, lakini kitu nitasema ni kwamba mkiona mpaka sahii sijaongea chochote ni kumaanisha naridhika. Kama ingekuwa siridhiki basi ningesema, ama haungeniona nafanya vitu na timu yote, lakini kufikia sahii mambo yako mazuri. Sitasema natimiziwa sitimiziwi, hayo najua yako ndani ya nyumba. Yako ndani ya nyumba hayo, lakini mkiona siongei mabaya wala siongei nini, mjue tuko pamoja. Yeah. Naam, nimeweza kufuatilia sana Sanya, na nikiangalia hapa mjini ni nyinyi wawili ama ni wasanii kidogo sana ambao wako katika ile management, na sijai kupatana pia na artist manager kama wewe. Ina feel nini kufungua brand mpaka kuleta wasanii, na mpaka saizi huyu jamaa ako na endorsement nyingi? How does it feel like? First of all, mimi naweza sema tu journey an artist inakuanga ngumu sana. So najaribu tu kuonyesha watu kwamba wanaweza invest kwa biashara ya muziki ama biashara. Ukiona mtu ni brand and you can do business together, they know how to network. Ni watu wenye wanafaa wakuzwe then wakafanywa kama biashara, and that's what we are doing with Mr. Malindi. He knows how to network, he knows how to do business, he knows how to create a community. Hizo ni talent zenye most people don't see, but ukijipata wewe ni among those people who unaweza ona talent ya mtu na ukaikuza and you make it a business, na you invest na grow and you make money, why not? So for me, jani yangu pia nimekuwa in the industry of music kama mdau wa muziki. So working with Mr. Malindi is just something that I love doing. Yeah. Sanaa ya pwani sana sana Malindi haijaimarika vile kwa sana kama venye tunaona sanaa ya Nairobi ama sanaa kwingine vile. Kwa nini yani ukaamua kwamba acha mimi nijitose katika biashara, na ukizingatia kwamba kuna changamoto mbalimbali? I saw an opportunity. Unajua watu wengine wakifika mahali, there's a story msee walitumwa two sales people to an island yenye watu wana viatu. Mmoja akapiga simu akasema huku watu hawavai viatu msitume, na mwingine akasema huku watu hawavai viatu tumeni viatu. So I saw that opportunity working with Mr. Malindi. Tuliona kwamba Malindi imepoa, why not tujaribu hiyo, na watu waanze kuchangamka, waanze kuona kwamba kuna opportunity in Malindi, people can start doing that, na tuuze jina ya Malindi. Yeah. Young Jita, upande wako unazungumziaje hii sanaa ya Malindi kwa ujumla? Nazungumzia ma influencers, nazungumzia muziki, nazungumzia upande wa filamu, unazungumziaje? Tumepoa ama tuko vipi? Mimi kitu naweza sema, sitasema kumepoa ama kujapoa, lakini tutasema ni kwamba katika kila kitu lazima uweke bidii. Bidii na jitihada zako ndo zitakufanya uonekane. Hata sahi, wachana na Malindi, hata mtu ambaye ako Marereni ambako mahali hakuna hata media moja, lakini akifanya jitihada zake, akifanya bidii, watu wanaweza muona. Sasa ulimwengu bwana ni tumeelekea upande wa digital. Sasa unaweza fanya kitu ka trend TikTok from nowhere huko ushago huko watu wanalima. So bado mtu kama huyo unaweza sema eti amepoa, hajapoa, lakini ni usikate tamaa kwa kile unachokifanya. Endelea kukifanya na kuwa na imani nacho kwamba siku moja kitakutoa, kwa sababu hata mimi sijaanza leo, sijaanza jana, sijaanza juzi. Nimeanza kitambo sana na bado tunaendelea na hii jani. Hatujatoboa mahali tunataka tufike. Bado kila siku tunaianza, yani ile hasira ya kuwa na kiu kwenye industry. Vitu kama hizo. Unajua Njita, tumeweza huku pwani tumeweza kuwa na wasanii wengi, tumeweza kuwa na kina Susumila, kina Dasa, kina Masauti, lakini kuingia mainstream inakuwa kazi ngumu. Wewe ni msanii, umekuwa kwenye game kitambo. Je, kama msanii unafikiri tunakosea wapi sisi kama wasanii? Ni kipi tufanye ndio tuweze kufika kule mainstream? Ni ngoma zetu ziko chini, ni ubunifu kwa vipi? Mimi katika swala la kwamba hatuwezi fika mainstream, mimi huwa naamini kila mtu ni mainstream. Sema tu ni ile imani yako ya wewe kujiweka, kwa sababu wewe ukizungumzia mainstream, wewe unazungumzia maybe uonekane Nairobi kwa hizo festival nini, maybe uzakuwa unaielewa hivyo mainstream. But kwangu mimi mainstream, mimi naielewa kwamba naweza host show na watu wakaja wakalipa kuniona. Mimi ni mainstream, mimi si underground ujue.
Kama mimi naweza sema sasa hii nachukua Breeze Point pale na natangaza niko na show na watu wanakuja. Mimi ni mainstream. Mimi niko na power hata kusema kwamba cheki hata Khaligraph hawezi kuja hapo kanitambia mimi. Ama hata Diamond ukija hapa lazima nitawekwa kwenye hiyo list. Sababu pia mimi ni mainstream huku. Sema tu tunahitaji jitihada na bidii na kujenga network ndo tufike mahali maybe wenzetu wako, kwa sababu maybe Nairobi ni kwa sababu watu wanaiona ni capital city, ndio maana watu wanaona ukikimbilia pale ukitoboa pale wewe ni msanii mkubwa. Lakini mimi naamini mahali kokote wewe ukifanya jambo lolote wewe ni mkubwa, kwa sababu watu wanakusikiza na wana appreciate chenye unafanya. Tumetoa merchandise bro, merchandise zimeuzika vibaya sana na tunasema tabasamu kibao. So hiyo ni kumaanisha ni mainstream. Mimi niko mainstream bro. Mimi siko underground.